Kumekucha, another day. Leo nitawafundisha kupata entry ya 1:2 na kuendelea. 1:2, 1:5, unaweza ukapata hiyo entry fresh na ukawa profitable. Kwa hiyo sikiliza kwa makini, utafahamu na wewe pia utakuwa profitable. Cha muhimu, kama hujaendelea kusubscribe, unaweza ukasubscribe katika channel yangu ya Snar Golden, ukalike, ukacomment pia kile ambacho unahitaji kufahamu ili tukaelekezana. Kitu ambacho leo nataka nikuelekeze ni entry model nzuri sana ambayo utakuwa unaitumia na utakuwa profitable katika market. 1:2 to 1:5 fresh kabisa, na ni vitu ambavyo vinatokea kila siku katika chart. Kwa kwanza tu ni kwamba kuna vitu vya kuzingatia katika hii entry ambayo naenda kuelezea kwa sasa hivi, ambapo tukisema vitu vya kuzingatia tunamaanisha kwamba kuna vitu ambavyo lazima uvizingatie ili uweze kuwa profitable. Cha kwanza, unatakiwa uangalie liquidity sweep. Liquidity sweep, kama sehemu una note, unaweza ukanote, unatafuta liquidity sweep sehemu yoyote ile, au liquidity grab. Liquidity sweep au liquidity grab sehemu yoyote ile. Kitu cha pili, unatakiwa uangalie next leg iweze kutokea. Uko na next leg, after liquidity sweep upate next leg. Next leg mimi naweza nikaiita hivyo. Hizi terminology ni nyingi, wala zisikuconfuse. Na kitu cha tatu, unatakiwa uone fair value gap, FVG. Baada ya hapo, you are good to go. We don't complicate, guys. Make this thing simple. Don't complicate. Sawa, bila kuchelewa, ni kitu cha namna hii. Labda market ilikuwa inapanda hivi uptrend, sawa, ikabreak hapa structure au ikafanya liquidity sweep au liquidity grab. Unaangalia next leg, sawa. Within this next leg kuna fair value gap hapo. After fair value gap unapata drawdown. Hapa utakuwa na fair value gap. Usipoona fair value gap eneo hili, no time to enter trade, because you will lose. Na vitu ambavyo vinawafanyaga watu wana lose huwa hawa understand, watu hawaelewi wala hawafanyi kazi kile wanachofundishwa. Wanaongezea na mavitu yao huko waliofundishwa na watu wengine kibao, mwisho wa siku wanapigwa. Vitu vidogo tu. Labda tuende kwenye chati moja kwa moja. Kwa mfano hapa, hii ni liquidity sweep. After this liquidity sweep, hapa tunaangalia next leg. Next leg ni hii. Baada ya liquidity sweep hii iliyoshuka chini, katika hii next leg iliyoshuka chini kuna fair value gap. Hii hapa. Hii hapa. Baada ya hii fair value gap unasubiri next candle. Next candle ilikuwa ni hii hapa, iingie huku kwenye fair value gap. Hii ilizama vizuri tu kwenye fair value gap hapa. Baada ya kuingia tu kwenye fair value gap, mimi na press entry ya kushort. Baada tu ya kuingia kwenye fair value gap, either ifunge au isifunge, stop loss yangu itakuwa hii first candle ambayo ilitengeneza fair value gap. Then I look on ratio 1:2, nadhani nitakuwa hapa 1:5 huku chini kabisa. Kwa hiyo inategemeana na wewe sasa wapi unataka kuelekea. 1:2, 1:5 unapata vizuri kabisa hiyo hapo.
boom, then you out, hapa. Stop loss hapa juu. Umeona, hiyo ni example ya kwanza. Labda tuangalie example nyingine ya pili. Zipo nyingi sana, mifano ipo mingi mno. Mifano ipo ya kutosha, kila siku ipo. Unatafuta liquidity sweep au liquidity grab, fair value gap, then you go. Simple. Je, tuanzie huku mwanzo hapa. Pap, liquidity sweep, next leg, fair value gap, entry. Entry yako hapo, stop loss hapo, boom, huyo hapo. Unakuja unafundishwa mavitu mengi, unajichanganya, unachapwa, kila siku unapata loss kwa sababu umekariri mavitu kibao. Leo sitaelezea liquidity sweep au liquidity grab. Leo nitawaonyesha hii entry model. Nyingine hii hapa. Sasa unafeli vipi huku kwenye market rafiki yangu? Liquidity sweep, fair value gap. Sasa ukitaka kujua kama market iweze kwenda upande wako kila siku, mfano hapa liquidity sweep, hii ilikuwa ni fair value gap. After this candle close, mtu aliweka entry yake ya kushort hapa, aliweka entry yake ya kushort eneo hili hapa, boom, stop loss akaweka hapa juu, lakini haikumtoa na nani kubwa. Ratio 1 to 2 1 to 5 huku chini kabisa, maeneo hayo haikumtoa na stop loss kubwa, though ikafanya tena liquidity sweep hapa. After this liquidity sweep tena tunasubiri fair value gap. Fair value gap ilikuwa ni hii hapa, ndogo kabisa, hii hapa, boom. After this fair value gap, candle ile ingia ndani ya fair value gap ni hii hapa. Stop loss yangu inakaa huku juu katika hii sehemu ambayo imesweep liquidity, then off I go. After this candle close, off I go, boom, 1 to 2 1 to 5, good to go. As you see bro, mona kila siku fanya backtesting. Ukishindwa we check na mimi, tuchapu, tutaelekezana. Hii hapa tena, sijui kama tumeshapitia mfano hapa, boom, liquidity grab, fair value gap, boom, kaingia humu ndani. Stop loss yangu hapa short, kuanzia hapa alipofunga, stop loss weka hapa, then 1 to 2 hii hapa inapatikana vizuri tu, tena inaweza ikazidi hata 1 to 2 1 to 3. Hii hapa 1 to 5 kabisa ilipatikana hii, then off I go. Kumbuka hii ni 1 hour time frame Kila candlestick hapa ina 1 hour, ambapo tukiweka kwenye 15 minutes ya kutoka hapa mpaka hapa ni mbali sana. Hiyo hapo, boom, imepatikana. Na sio kwenye pea hii tu, pea yoyote ile, fanya hichi kitu hichi ambacho nakuelekeza hapa. Shida utaelekezwa, utaenda kufanya vingine. Liquidity sweep, next leg, fair value gap. Inside fair value gap, stop loss,
Na namna pia ya kuweka stop loss inategemea, sio kila stop loss utaweka kwenye hii next candle iliyotengeneza fair value gap hapa, though unaweza ukaweka, lakini sio kila entry utaweka. Nitakuja kuelezea ni kwa nini. Sasa hivi acha nikuelezee hii entry model, ukafanyie backtesting mwenyewe. Sehemu ambako utakwama utarudi utaniambia. Haya, hii liquidity sweep, next leg, fair value gap, stop loss, boom, entry, then we go. Mimi kishaingia tu humu ndani huwa nachukua hapo, kuaga sisubiri yani. Hii ni another secret. Boom, hii hapa ilirudi mara ya pili, ikaenda mbali zaidi kule trendi ilipoanzia. Boom, hii hapa. Sasa ndugu zangu hapa, mnataka nini kingine Kiswahili kimenyooka kabisa, tunaelekezana kwa Kiswahili. Hii hapa nyingine, liquidity sweep, fair value gap. Unakusaje hela sasa huko kwenye market? Unajua ukiniambia kwamba kila siku yani wewe ni wakupigwa, uga na shangaa kichizi. Hii hapa nzuri tu, 1 to 2. Hii hapa, hii stop loss haiwezi kufika hapa, chache sana ndo zinafika hapo. Shaona kama hata nikizumu hapo, hii stop loss haijafika kwenye huu mstari. Hii hapa haijafika kwenye huu mstari niliouchora hapa juu, chache sana. Katika trade 10 utawini trade 5 utakosa, zitagusa hiyo stop loss, na inategemeana, kwa sababu nakuelekeza ukafanya backtesting kiamini kwamba sio kila mtu anajua. Kwa mtu mwingine anayejua stop loss haiwezi weka hapa, kuna mwingine stop loss anaweza akaweka hapa juu kabisa. Ushaona, inategemeana na mtu. Kuna namna ya jinsi ya kuweka hizi stop loss, nitakuja kukufundisha baadaye kipindi kijacho. Sasa hivi nakufundisha tu hizi entry. Boom, hapo unatafuta zako ratio 1 to 2, una short hapo. Huyu kashaingia humu ndani, the same ninge short baada ya kuingia. Hii hapa stop loss ningeweka hapa, ningetafuta zangu ratio 1 to 2, inapatikana fresh kabisa, mtu asija kudanganya, lot of bla bla. Hizi vitu mnafundishana huko, mnakaririshana, mtu anaanza kukwambia hii no bro, don't do things like that. Umeona hii hapa, umeona another one. Hii hapa, why bro, why you fail? Umeona, au nyie ndo mnaambiwa mkanunue robot. Hii hapa, boom, stop loss hii sisi tumeshaangalia. Tuna nyingine tena huku nyuma hapa, tulipata kweli ikupatikana. Boom, liquidity sweep, liquidity sweep, another liquidity sweep, boom, no fair value gap, lakini lirudi ikaondoka hapo, ikupatikana fair value gap. Okay, very very simple. Hii tumeshaiangalia, fair value gap ilikuwa hapa hapa, entry, then boom, we go. Very simple. Yaani hata ukiniambia ni pair gani tuweke, ngoja tubadilishe pair hapa, labda sisi tuweke pair gani? Let's say BTC hapa, maana watu wengi wameweka hizi pair, mimi sizielewi. Ngoja tuwaelekezee kwenye BTC hapa, watu wangu wa crypto. Same thing hapa, boom, next leg, fair value gap. Hii hapa entry, mtu anaweza kasema hapa juu haikufika, hapa juu haikufika. Okay, hii hapa swipe, hii hapa hapa juu haikufika. Hii hapa ili swipe, hii entry, hii hapa baada tu ya kuingia humu ndani, short. Stop loss yangu hapa 1 to 2, tena ilikuja kutokea huku chini.
mimi ningeweka hapo take profit hiyo hapo. Naenda faster, lakini tutaelewana tu. Another one hii hapa. Kumbuka lazima tena market itakuja itarudi hapa. Itarudi hapo hili eneo hili. Kwa sababu hizi fair value gap zenyewe zina act kama liquidity. Kama magnet. Lazima irudi kuzifuata hizi. Tuangalie nyingine tena. Katika 10 mbili ndo hazitafanya kazi. Hii hapa. Boom. Liquidity grab. Next leg. Fair value gap. Very beautiful. Fair value gap. Stop loss. Entry. No. Entry. Very small stop loss ambayo kuogopeshwe hata kuhold. Hii hapa. Hii hapa nzuri kabisa. So unataka nini kingine? Unataka tuelekezane Kiswahili ambacho hakijanyooka au unataka tuelekezane nini? Kama Kiswahili tu kilichonyooka, kijana uelewi, unataka nini kingine? Hii hapa. Liquidity sweep. Hii ni BTC jamani, fair value gap. Hii hapa. Stop loss. Hii hapa. Boom. I go bro. Au nataka nianze kukwambia bla. No bro. Simple. Off I go. Simple. Pair yako yoyote ile ambayo unaipenda. Hii hapa. Liquidity sweep. Liquidity grab. Hapo palikuwa na fair value gap. No, hapo hapakuwa na fair value gap. Okay, naachana nayo. Sipo order fair value gap si trade. Baada ya liquidity sweep si trade. Haya, hii hapa. Boom. Next leg. Fair value gap hii hapa. Sio kila trade itaenda upande wako, maana wewe sio market maker. Stop loss. Boom. Loss. Hii hapa. Angalau ulizopata na ambazo zimeenda upande wako ni ngapi na ambazo hazijaenda upande wako ni ngapi. Fanya backtesting za kutosha. Boom, liquidity grab. Haya. Hapa kulikuwa na fair value gap ndogo. Hii hapa. Baadaye nitakwambia kwa nini zipi za kuangalia ambazo zimenyooka na zipi ambazo zina makando kando. Hii hapa jamani. Small fair value gap. Hii hapa. Boom. Kwa mtu aliingia hapo stop loss yake akaweka huku juu, ilikuwa ni msiba mkubwa sana, kwa sababu kutokea hapo mpaka hapa sio poa. Ikadanganya kama inashuka, haikushuka. Haya. Tuangalie nyingine. Hii hapa liquidity sweep, next leg, ka fair value gap kapo hapa kadogo sana. Kadogo sana kapo hapa katikati. Aka hapa. Lakini kalifanya kazi vizuri. Stop loss hapa juu, then off you go. Hivyo ndio tunavyofanya. Nitatengeneza tena mfano mwingine ni post tena. Kwa hii entry mode.
mingi sana.